Somo letu la leo lina kichwa kinachosema imarisha mambo yaliyosalia maishani mwako. Imarisha mambo yaliyosalia maishani mwako. Imarisha mambo yaliyosalia. Kitabu kile cha Ufunuo sura ya 3. Ufunuo sura ya 3 na ule mstari wa kwanza mpaka wa pili. Ufunuo sura ya 3 na ule mstari wa kwanza mpaka wa pili. Biblia inasema, na kwa malaika wa kanisa lililoko Sadi andika, haya ndiyo anenayo yeye aliye na hizo roho 7 za Mungu na zile nyota 7. Na yajua matendo yako, ya kuwa una jina la kuwa hai, nawe umekufa. Uwe mwenye kukesha, ukayaimarishe mambo yaliyosalia yanayotaka kufa, maana sikuona matendo yako kuwa yametimilika mbele za Mungu wangu. Hebu turudie tena tusome kwa pamoja. Biblia inasema, na kwa malaika wa kanisa lililoko Sadi andika, haya ndiyo anenayo yeye aliye na hizo roho 7 za Mungu na zile nyota 7. Hebu sikia. Na yajua matendo yako. Hebu sema, na yajua matendo yako, ya kuwa una jina la kuwa hai, nawe umekufa. Hebu turudie. Na yajua matendo yako, ya kuwa una jina la kuwa hai, nawe umekufa. Hebu sikia. Kuna watu wana majina ya kuwa hai, lakini wamekufa. Kuna watu wako kanisani wana majina ya kuwa hai, lakini wamekufa. Kuna watu wana majina ya kuwa na ndoa, lakini ukweli hiyo ndoa imekufa. Kuna watu wana majina ya kuwa na ajira, lakini ukweli hiyo ajira imekufa. Kuna watu wana majina ya kuwa na degree ya uchumi, lakini uchumi wa maisha yake umekufa. Kuna watu wana degree za elimu, lakini ukweli elimu ndani yake imekufa. Kuna watu wana majina ya kuwa wafanyabiashara, lakini ukweli biashara imekufa. Yaani ukimwona anatembea ana jina la biashara, naye anajiita mfanyabiashara, lakini ukweli biashara imekufa. Ukimwona anatembea ana jina ya kwamba yeye ni msomi, lakini ukweli usomi wake umekufa. Naomba nikuulize swali. Wewe una jina gani ambalo hauliishi?
Si kila mtu anaenda kazini anafurahia hiyo kazi. Unaweza ukaona mtu ana jina la mwalimu, lakini ule ualimu ulishakufa. Ana jina la udaktari, lakini udaktari ulishakufa. Yaani maisha anayoishi hayaendani na jina lake. Maisha anayoishi hayaendani na jina lake. Anaitwa mama fulani, lakini ukweli wale watoto walishakufa. Ana majina ya watoto, lakini tabia za watoto zilishakufa. Anaitwa mke wa fulani, tena wanamuita mama fulani, lakini ukweli hiyo ndoa ilishakufa. Imebaki siri yake. Anasema nyewe mngejua. Tena kuna wengine mpaka wanamwambia mume wako ajambo, kwa sababu ya aibu unasema tu ajambo, lakini ukweli hujaonana naye karibu siku 7. Na hata kuongea naye hamjaongea naye. Yaani una jina. Biblia inasema ya kwamba una jina la kuwa hai, lakini umekufa. Kuna watu wana majina ya kujua kuongea Kiingereza. Kuna watu wanajua Kiingereza. Wewe usicheze. Kuna mtu akiongea Kiingereza hapo utadhani amezaliwa Marekani. Lakini angalia maisha yake, hayaendani na Kizungu. Yaani maisha yake yanaendana na yule mtu akule kwetu Karukekele, ambaye hata Kiswahili hajui. Yaani kuna watu kanisani ukiwaona hivi wamekaa, na leo watu walivyopendeza, utasema hawa watu maisha yamewanyokea. Ni vile ujui mikopo walionayo. Ni vile hujui mikopo walionayo. Hivi mnajua kuna watu wana majina ya kuwa na nyumba, lakini hiyo nyumba imeshakufa. Msione watu kanisani hivi. Kuna watu hawapati usingizi. Hivi mnajua kuna watu hawalali. Ana jina la kitanda, kitanda changu ni 6 kwa 6. Lakini ukweli kitanda kimeshakufa. Yaani ana bonge la kitanda, lakini halali. Kuna mmoja aliwahi kunipigia simu, akanambia Magot, niombe nipate hata usingizi kidogo, alafu kesho ndio utaniombea maombi mazito. Yaani anafanya maombi kama paracetamol. Anafanya maombi kama paracetamol. Yaani kuna watu, ngoja niwaambie kitu, msione watu wanaendesha magari. Kuna wengine ana jina ya kumiliki gari, lakini ukweli hana furaha kwenye moyo wake. Hana furaha. Sisi tunaotembea tunaona mengi. Sisi tunaotembea, yaani usione mtu amevaa suti ya grey na tai yenye stripu na shati ya light blue kadhani maisha yamemnyokea. Ngoja niwaambie kitu. Unaweza kukuta mtu amevaa suti, lakini amekopa mkopo wa songesha leo na siku 18 na hana mpango wa kulipa. Ukimwambia anakutumia hela, anakuambia nakupatia namba nyingine, usiweke kwenye namba hii. Sasa sikia. Biblia inasema ninayajua matendo yako. Una jina la kuwa hai, lakini ukweli hauna tena. Kuna watu hapa wamebaki na majina ya zamani, ya kwamba zamani biashara zangu zilikuwa zinaenda hivi, lakini leo biashara imekufa. Yaani amebaki na majina. Mimi nakwambia zamani mme wangu akisafiri lazima aniletee zawadi. Amebaki na historia, lakini leo hizo zawadi hazionekani tena. Sawa na wale watu wa zamani. Unajua wazee wa zamani bwana, kila mzee wa zamani kwaga ana akili darasani. Kama enzi zangu ni kwaga na akili sana. Yaani wale watu wa zamani wale, yaani kile ukikutana naye, mimi enzi zangu ni kwaga na akili sana.
nilikuwa na akili sana. Amebaki tu na jina ya kwamba nilikuwa na akili, lakini maisha anayoishi hayaendani na hilo jina. Kuna mtu yuko hapa ana ndoa ambayo ni tatizo. Ana ndoa ni vile hamjawahi kujua tu, ni vile hajawahi kukusimulia, ni vile hajawahi kukuambia. Ana ndoa, yani ukimwona mpaka pete ya ndoa ameweka, lakini ukweli hiyo ndoa haipo. Ni siri yake na moyo wake. Kuna mtu yuko hapa ameolewa na kimeo, yani ameolewa na kimeo. We mama, usiangalie chini watakustukia, angalia macho yangu. Hebu sikia. Mambo yameharibika, amebaki na jina la zamani ya kwamba enzi zangu, jamani, enzi zangu, jamani, enzi zangu, enzi zangu. Biblia inasema kwa kanisa la Sadi andika, na yajua matendo yako ya kuwa una jina la kuwa hai, lakini ukweli umekufa. Kwenye Biblia kuna mtu mmoja anaitwa Ayubu. Ayubu alikuwa tajiri sana. Hebu tusome habari zake kidogo. Ayubu alikuwa tajiri sana. Ukisoma kitabu kile cha Ayubu sura ya kwanza, Ayubu sura ya kwanza na ule mstari wa kwanza mpaka wa 3. Ayubu sura ya kwanza na ule mstari wa kwanza mpaka wa 3. Biblia inasema palikuwa na mtu katika nchi ya Usi, jina lake alikuwa akiitwa Ayubu. Mtu huyu alikuwa mkamilifu na mwelevu, ni mmoja aliyemcha Mungu na kuepukana na uovu. Kisha walizaliwa kwake wana 7 na binti 3. Mali yake nayo ilikuwa ni kondoo 7,000 na ngamia 3,000 na jozi za ng'ombe 500 na punda wake 500 na watu wa nyumbani wengi sana. Basi hivi mtu huyu alikuwa mkuu sana kuliko watu wote wa upande wa mashariki. Ayubu alikuwa tajiri. Yaani Biblia inasema alikuwa na kondoo 7,000. Yaani mzee Misungwi, kondoo enzi zile ndio kama Prado. Alikuwa na Prado kama 7,000. Alikuwa na ngamia 3,000. Ngamia ni kama yale maroli ya mizigo. Haya maroli ya mizigo haya yanaitwa matandam. Alikuwa na maroli kama yale 3,000 enzi hizo. Alikuwa na punda. Punda ndio kama yale mabasi yanaenda Musoma, mabasi yanaenda Dar es Salaam, mabasi 500. Na alikuwa na watu wengi. Alikuwa na watu wengi. Alikuwa ana jina. Ayubu alikuwa na jina kwenye eneo lile. Yaani ukitaja matajiri lazima na Ayubu atajwe. Ukitaja watu wazito lazima na Ayubu atajwe. Lakini ikafika wakati mali zote zikafa. Mali zote zikafa. Ngoja nikwambie kitu, kuna nyakati ngumu kwenye maisha. Ngoja nikwambie kitu, kuna nyakati ambazo utatembea na jina la zamani. Kuna nyakati ngumu unaweza ukazipitia kwenye maisha. Ndio maana huwa kila siku nikipata nafasi ya kuhubiri, huwa ninawaambia watu wa kwenda mbinguni, usimdharau mtu anayepita kwenye shida leo. Usifurahie matatizo ya wenzako. Unajua kuna watu kanisani, hata nje ya kanisa, wanapenda sana kufurahia matatizo ya watu. Sasa angalia utajiri aliokuwa nao Ayubu, alafu ghafla mali zake zote zikaenda. Magonjwa yakatawala kwenye mwili wake, na hata ndoa ikapata changamoto, na watoto wote wakaenda na maji. Hebu sikia,
kama ujui kesho yako itakuwaje. Hebu sikiliza yafuatayo. Sikiliza yafuatayo. Kama ujui kesho yako itakuwaje, leo usimdharau mwenzako. Leo usimdharau mwenzako. Jambo la pili, leo jifunze kuitumia leo kwa ajili ya maandalizi ya kesho. Hebu sikia. Jifunze kuitumia leo kwa ajili ya maandalizi ya kesho. Ongea na watu, cheka na watu, salimia watu. Kuna watu leo hawataki kuongea na watu. Kuna watu leo hawataki kusalimia watu. Naomba nikwambie, itumie leo kwa ajili ya kesho. Kama ujui kesho yako itakuwaje, acha dharau. Unajua kuna watu wanadharau hata kutembea. Yaani hata pua zao ukiziona zimekaa kidharau. Yaani kuna watu wanadharau. Ngoja niwaambie kitu, watu wa kwenda mbinguni. Maisha haya yanazunguka. Hawa walioko kushoto kesho watakuwa kulia. Hawa walioko kulia kesho watakuwa kushoto. Kama leo una cheo, usitumie hicho cheo kuwanyanyasa wenzako. Kama leo una mali, usitumie hizo mali kuwanyanyasa wenzako. Huwezi jua saa inakuja utabaki na jina lakini umekufa. Utabaki na jina ambalo limekufa. Ngoja niwaambie, kuna watu hata kwenye simu zao akiona mtu anapiga anasema huyu atanisumbua tu. Kama ujui msaada wako utaletwa na nani kesho, muheshimu unayekutana naye leo. Huyu unayekutana naye leo, huyu muheshimu sana. Kaa na watu, jichanganye na wenzako. Usijifanye we ni matawi ya juu. Kuna mtu anaitwa Ayubu. Ayubu alikuwa na maroli, mzee. Alikuwa na kondoo 7,000. Wewe hata paka hauna. Lakini Biblia inasema nyumbani kwake walikuwepo watu wengi. Manake alikuwa ni mtu wa watu. Alikuwa ni mtu wa watu. Pamoja na baraka zote alizokuwa nazo, Ayubu bado alikuwa ni mtu wa watu. Nataka nikwambie, usiruhusu mafanikio yakajenga kiburi maishani mwako. Usiruhusu mafanikio yakajenga dharau ndani yako. Kuna watu hapo akipandishwa cheo tu, akipanda kacheo. Zamani alikuwa anafanya kazi ofisi ya serikali za mitaa. Juzi hapa mabadiliko yalivyotokea ya uongozi, huyo yuko ofisi ya serikali ya kata. Hata kutembea amebadilika. Wakiwa kwenye serikali za mitaa alikuwa anatembea kama mabata. Mnajua kutembea kama mabata? Siku hizi yuko ofisi ya kata anatembea kana kwamba akanyagi chini. Ngoja nikwambie kitu, haya maisha yana kesho. Haya maisha yana kesho, mtoto wa kwenda mbinguni. Haya maisha yana kesho. Jamani, kuna mtu aliwahi kuimba akasema pesa ni maua. Kuna wakati yanastawi, kuna wakati yananyauka. Kuna mtu mmoja aliwahi kusema cheo ni dhamana. Tumia cheo chako vizuri. Tumia nafasi yako vizuri. Tumia nafasi uliopewa vizuri. Acha kunyanyasa watu. Kesho utajikuta una jina lakini limekufa. Utakuwa na jina ambalo limekufa. Watu watabaki kuongea historia ya kwamba tulikuwaga na mtu kama huyu bwana, enzi zake. Alikuwaga na magari bwana, enzi zake. Lakini saa hizi hata baisikeli hana. Kwana mje kutana na watu kule kwetu Musoma. Ukienda kwenye nyumba anakuambia Magot, huyu mzee huyu, unayemuona huyu mzee. Huyu mzee alikuwa na mitumbwi. Unajua kule kwetu Musoma zamani kwa na mitumbwi ilikuwa ni utajiri mkubwa sana. Alikuwa na nyavu bwana, alikuwa na nyavu. Alikuwa na nyavu. Muulize saa hizi amebaki na nini? Amebaki na nyavu kama dodoki. Hana nyavu hata moja. Kuna watu walikuwa na mashamba. Yaani hii Nyamongoro yote ilikuwa inamilikiwa na mtu mmoja.
Kuna watu walikuwa na mashamba, leo waulize mashamba yako wapi? Ndio maana nataka nikupatie ujumbe huu. Imarisha mambo yaliyosalia kwenye maisha yako. Imarisha mambo yaliyosalia kwenye maisha yako. Biblia inatuambia hivi kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 2, Ufunuo sura ya 3, Ufunuo sura ya 3, Ufunuo sura ya 3 na ule mstari wa 2. Biblia inasema, uwe mwenye kukesha. Mwambie jirani yako uwe mwenye kukesha. Mwambie jirani yako uwe mwenye kukesha, ukayaimarishe mambo yaliyosalia. Hebu sikia, hata kama vitu vyako vimeondoka, kuna kitu kimesalia kwenye maisha yako. Hicho kilichosalia kiimarishe. Kama pesa imeondoka lakini bado una uhai, utumie uhai kuimarisha mahusiano yako na Mungu. Kama cheo kimeondoka lakini bado unapata chakula nyumbani kwako, imarisha mahusiano yako pamoja na Mungu. Uwe mwenye kukesha, imarisha mambo yaliyosalia. Usikate tamaa, imarisha ulichobaki nacho. Naomba nikuulize swali, umebaki na nini? Ni kweli ndoa imekufa. Japokuwa ndoa imekufa, lakini huyu mume wangu kimeo huwa analetaga unga. Tumia unga kuimarisha ndoa. Kuna mtu amenielewa kweli? Hujanielewa. Kweli matokeo ya form 4 yamekuwa mabaya, lakini umepata division 4. Tumia division 4 kukupeleka chuo kikuu. Imarisha kilichosalia. Imarisha kilichosalia. Hivi kuna mtu ananielewa kweli? Ni kweli mtaji wa biashara umeanguka, lakini kwenye akaunti kako kuna 200,000. Omba Bwana aitumie 200,000 kurudisha utajiri wako. Imarisha kilichosalia. Hivi kuna mtu ananielewa kweli? Imarisha kilichosalia. Nimewahi kuona kuna watu mambo yakiharibika na yeye anaharibika. Nimewahi kuona kuna watu mambo yakianguka na yeye anaanguka. Nimewahi kuona kuna watu mambo yakienda tofauti na yeye anakuwa wa tofauti. Nataka nikwambie wewe, imarisha ulichonacho. Mama mmoja aliyekuwa mjane, Biblia inatuambia habari zake. Huyu mama kwenye kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 4, utasoma kuanzia mstari wa 1. Mume wake alikufa. Mama yule wakati mume wake amekufa alimwachia madeni. Mama yule akawa hana cha kufanya. Elisha akaenda nyumbani kwa yule mama. Elisha akamuuliza mama, je, una nini ulichobaki nacho nyumbani? Una nini ulichobaki nacho? Yule mama akamwambia, nimebaki na chupa ya mafuta. Nimebaki na chupa ya mafuta. Yale mafuta aliyokuwa amebaki nayo yaliimarisha uchumi wake. Yale aliyobaki nayo. Siku moja wana wa Israeli wanasafiri, wanafika mbele, wanakuta kuna bahari ya Shamu, nyuma kuna majeshi ya Farao yanakuja. Mungu akamuuliza Musa, una nini mkononi? Hicho ulichobaki nacho chaweza kuleta mabadiliko kwenye maisha yako. Hicho ulicho nacho. Wewe binti, wewe kijana, hata kama matokeo yatatokaje ya mitihani yako yasikufanye kujinyonga, hicho utakachopata chaweza kugeuza maisha yako. Usikubali kuchukua taraka eti tu kwa sababu umesoma message kwenye simu ya mme wako, ukakuta si mme wako ameandikia. Unajua kuna shida. Kuna shida, niwe kutana na shida moja hivi. Ngoja nisiiseme hapa. Nitaisema siku mkinialika kwenye kaya na familia. Ngoja nikwambie, unakuta tu message fulani kwenye simu yako ya muuza asali. Kuna muuza asali
mme wako amemsevu hani. Unajua hani ni asali. Amemsevu hani. Sasa hani akamtumia message ili amletee asali, anamuuliza nitakupata wapi? Mme wako anajibu pale pale tulipokuwa juzi. We ulipoona tu message hani tayari unaanza wewe, sio kila hani ni mpenzi. Hani mwingine ni muuza asali. Usipende kukurupuka. Imarisha ulichobaki nacho kwenye ndoa. Jamani, Bwana asifiwe. Imarisha ulichobaki nacho. Hata kama anachepuka, maadamu anasomesha watoto, omba kwa ajili yake. Iko siku atatoka kwenye kuchepuka, atakuwa mhubiri wa Injili. Imarisha kilichobaki. Ni kitu gani kimebaki kwenye maisha yako? Mambo yafuatayo yatakusaidia kuimarisha yaliyosalia. Mambo yafuatayo yatakusaidia kuimarisha yaliyosalia. Jambo la kwanza, jifunze kujua kuwa yupo Mungu maishani mwako kwa hayo yaliyosalia. Jifunze kutambua yuko Mungu kwenye maisha yako kwa hayo yaliyosalia. Bado yuko Mungu kwenye maisha yako kwa hayo yaliyosalia. Ayubu anatuambia maneno haya. Ayubu 19, Ayubu 19 na ule mstari wa 25. Biblia inasema, lakini mimi najua ya kuwa mteteaji wangu yu hai, na ya kuwa hatimaye atasimama juu ya nchi. Hebu sikia. Hata kama vitu vyote vimeharibika, hicho kidogo ulichobaki nacho, tambua ya kwamba mtetezi wako bado yuko hai. Kwa hicho kilichosalia, tambua ya kwamba bado Mungu yuko pamoja na wewe. Kwa huo mtaji uliobaki nao, tambua ya kwamba bado Mungu yuko pamoja na wewe. Kwa hayo matokeo ulionayo, tambua ya kwamba bado Mungu yuko pamoja na wewe. Kwa hiyo kazi uliobaki nayo, tambua ya kwamba bado Mungu yuko pamoja na wewe. Imarisha mambo yaliyosalia. Jambo la pili litakalo kusaidia kuimarisha mambo yaliyosalia, jifunze kuwaombea wengine kama bado una nguvu ya maombi imesalia ndani yako. Jifunze kuwaombea wengine kama bado una nguvu ya maombi imesalia ndani yako. Kitabu cha Ayubu sura ya 42. Nataka tumwangalie Ayubu sura ya 42 na ule mstari wa 10. Ayubu sura ya 42 na ule mstari wa 10. Biblia inasema, kisha Bwana akaugeuza uteka wa Ayubu hapo alipowaombea rafiki zake. Bwana naye akampa Ayubu mara 2 kuliko hayo aliyokuwa nayo kwanza. Hebu sikia. Ayubu akiwa katika shida, amepoteza kila kitu kwenye maisha, lakini bado alibaki na nguvu ya maombi. Nami nakwambia hicho ulichobaki nacho kiimarishe. Yeye akaanza kuwaombea rafiki zake. Sikiliza, ukitaka kuimarisha uchumi wako, ombea uchumi wa wenzako. Ukitaka kuimarisha afya yako, ombea afya za wengine. Ukitaka kuimarisha biashara zako, ombea biashara za wenzako. Ukitaka kuimarisha matokeo yako, ombea matokeo ya wengine.
jifunze kuwaombea watu wengine. Ayubu, kilichosalia kwake ni nguvu ya maombi. Hakuombea mali zake kurudi, bali aliombea rafiki zake. Na alipoombea rafiki zake, Biblia inasema Bwana akambariki mara mbili. Kuna watu hapa wamebaki na nguvu ya maombi, lakini kila siku, Baba nikumbuke mimi. Hivyo vimesha kufa. Ombea wengine ili Bwana avifufue vya kwako. Ombea wengine, jifunze kuombea watu wengine. Nilikuwa nawachekesha watu pale hospitalini, nikiwa nimewekewa kanyura ni kale kadude hapa kwenye mkono. Nimewekewa kadude kwenye mkono hapa. Ninapita kwenye vitanda, naanza kuombea wagonjwa. Mpaka manesi wananiambia, wewe unaumwa au unaigiza? Nikaambia haikuhusu. Naanza kuombea wagonjwa. Sikiliza, hata kama magoti niko serious, maadamu ninakaa nguvu ka kusema Bwana Yesu asifiwe, sikatumii kwa ajili yangu, natumia kwa ajili ya wengine. Imarisha kilichosalia. Jamani, watu wa Nyamongoro, Bwana asifiwe. Mwambie jirani yako Magoti anahubiri Injili. Hebu sikia. Jambo la tatu. Jifunze kunyamaza kwa wale wanaokuwazia mabaya, kipindi ambacho mambo yaliyosalia yanaimarishwa. Jifunze kunyamaza kwa wale wanaokuwazia mabaya, kwa vitu vyako kufa unapoimarisha mambo yaliyosalia. Jifunze kunyamaza. Kitabu cha Isaya sura ya 53. Isaya sura ya 53 na ule mstari wa 7. Twende haraka, zimebaki dakika 8. Isaya 53 na ule mstari wa 7. Biblia inasema, alionewa lakini alinyenyekea, wala hakufunua kinywa chake, kama mwana kondoo apelekwaye machinjioni, na kama vile kondoo anyamazavyo mbele yao wakatao manyoya yake, naam, hakufunua kinywa chake. Unajua, mambo yako yanapokufa watu wanaongea sana. Mambo yako yanapoharibika watu wanaongea. Unajua kuna watu ni wataalamu wa kuongea. Yaani wanapoona sasa hivi ndoa yako imepata shida, yaani ndio wanaongea. Na usione hao walionyamaza ni waongeaji sana. Kuna watu kazi yao ni kuongea, yaani wanaongea. Tulijua tu, iko wapi siku hizi? Anakuja kanisani kwa bodaboda kama sisi tu. Si alikuwa anajifanya anabadilisha magari. Haya, huyo mume wake yuko wapi? Mbona ameshaibwa? Alikuwa anajifanya wanakuja kanisani wameshona vitenge wote kwa pamoja. Mbona siku hizi? Kuna watu midomo yao, rafiki yangu, kama wamewekewa CD ya maneno. Jifunze kunyamaza. Jifunze kunyamaza. Unapoimarisha mambo yaliyosalia, nyamaza. Usimjibu kila mtu kila kitu. Mimi siku hizi blaza misungwi ninanyamaza. Mimi wanawaambia watu, mimi na vita sana, msinione hapa, yaani napigwa vita sana. Napigwa vita bala, ninasemwa sana. Ila utasikia najibu mtu, nakaushia. Kwa nini? Naimarisha ujumbe uliosalia ndani yangu. Ngoja nikwambie, kuna wengine ukiwajibu na watambulisha. Kuna wengine ukiwajibu unawafanya wajulikane. Jifunze kupotezea. Nyamaza. Washindi wananyamaza. Usimjibu kila mtu kila kitu. Nyamaza. Yesu alinyamaza, na wewe nyamaza. Watasema usiku watalala. Unajua watu kusema lazima watasema. Yaani watu kusema lazima watasema. Ukimpenda sana mwenzi wako wa maisha, watasema anajifanya ndio anajua ndoa kuliko sisi.
Usipompenda mwenzi wako wa maisha, watasema tulijua tu, hawatafika mbali. Ukiamua kuvaa magauni marefu, watasema anajiona ndo siku hizi mwanamke wa kiroho kuliko wote kanisani. Ukiamua kuvaa visketi vifupi, utasikia anataka kutuonyeshia miguu kwa sababu ya kwetu ni kama spoku za baisikeli. Ukiamua kukata nywele, watasema Roho Mtakatifu amemuingilia. Ukiamua kuzisuka, wanasema anajiona ndiye ana hera kuliko wote. Yaani ngoja nikwambie, watu kusema, watasema wewe nyamaza. Nyamaza. Jifunze kunyamaza. Kuna mtu ananielewa kweli? Jifunze kunyamaza. Yaani nyamaza, nyamaza. Mimi Magoti siku hizi hata mtu akinisema vibaya, ninamwombea baraka. Namwombea baraka. Namwombea baraka. Namwombea baraka. Unajua ni kwa nini? Naimarisha mambo yaliyosalia. Yesu angewajibu wale jamaa, ile nguvu iliyokuwa imebaki ya kwenda msalabani isingekuwepo tena. Wengine ukiwajibu, natumia neno la Kiingereza, wengine ukiwajibu unashare nao authority. Unashare nao authority. I don't know how can I put authority in Kiswahili. Wengine, if wengine zikujibu ring, you share now your authority. Learn to be quiet. Jamani, Bwana asifiwe sana. Jambo lingine, kuimarisha mambo yaliyosalia. Omba Mungu aweze kufufua yaliyokufa maishani mwako. Muombe Mungu aweze kuyafufua yale yaliyokufa maishani mwako. Kumbuka tulikotoka. Una jina lililo hai lakini umekufa. Mwambie Mungu ayafufue. Kitabu cha Habakuki sura ya 3. Habakuki sura ya 3 na ule mstari wa 1 na wa 2. Habakuki sura ya 3 na ule mstari wa 1 na wa 2. Biblia inasema, sala ya nabii Habakuki: Bwana, nimesikia habari zako, nami naogopa. Bwana, fufua kazi yako katikati ya miaka. Katikati ya miaka tangaza habari yake. Katika ghadhabu kumbuka rehema. Habakuki anamuomba Mungu na kumwambia, Baba, fufua kazi yako. Mwambie Mungu afufue mambo yako. Mwambie Mungu afufue furaha ya ndoa yako. Mwambie Mungu afufue tabia njema zilizokufa za watoto wako. Mwambie Mungu afufue uchumi wako wa zamani. Mwambie Mungu fufua. Zamani nilikuwa mwana maombi sana, Mungu nifufulie roho ya maombi. Zamani nilikuwa msomaji sana wa Biblia. Baba, naomba ufufue roho ya usomaji wa Biblia. Zamani nilikuwa mtoaji sana wa sadaka. Naomba ufufue roho ya utoaji wa sadaka. Fufua kazi yako ndani yangu. Mwambie Mungu afufue. Mwambie Mungu afufue. Kama alimfufua Lazaro, aweza kufufua amani iliyokufa kwenye ndoa yako. Anaweza kuleta amani iliyokufa kwenye maisha yako. Anaweza kufufua uchumi wako wa zamani. Mwambie Mungu, fufua uchumi wangu wa zamani. Fufua. Jamani, Bwana asifiwe. Watu wa kwenda mbinguni, Bwana asifiwe. Mambo yaliyosalia yaimarishe. Utakapomuomba Mungu hivyo, kitu gani kitatokea? Ayubu 42. Kitu gani kitatokea? Ayubu 42 na ule mstari wa 12. Ayubu 42 na ule mstari wa 12. Basi hivyo Bwana akaubarikia huo mwisho wa Ayubu zaidi ya mwanzo wake,
naye alikuwa na kondoo 14,000 na ngamia 6,000 na jozi za ng'ombe 1,000 na punda wake 1,000. Baada ya Ayubu kuimarisha mambo yaliyosalia, kumbukeni Ayubu jina lake lilikuwepo, lakini lilikuwa limekufa. Utajiri ulikuwa umebaki kama ni historia. Ayubu alikuwa ana jina lakini limekufa. Akaamua kuimarisha mambo yaliyosalia. Biblia inasema Bwana akaubariki mwisho wa Ayubu. Nami nakuombea kwa jina la Yesu, Mungu akupe mwisho mzuri. Mungu akupe mwisho mzuri. Mungu akupe mwisho uliobarikiwa. Watu wa Nyamongoro, Bwana akawabariki. Bwana abariki watoto wenu wakawe na mwisho mzuri. Biashara yako ikawe na mwisho mzuri. Ndoa yako ikawe na mwisho mzuri. Ajira yako ikawe na mwisho mzuri. Afya yako ikawe na mwisho mzuri. Mwisho wa Ayubu ukawe mwisho wako pia. Mungu atubariki sana.